competences, what talk about digital literacy. Ya kuwa watoto wetu ambao wanakuwa saizi, hata uende kwa nyumba sahi umpatie simu, hii simu mtoto mdogo ako na uwezo kuoperate. Hata mpaka kuna level ya kuwa anaweza kuja kupata paka password. Right? And now something that the president has done, na amekuja kusema na nyinyi mnakubaliana ya kuwa the next course of action is we are having what we call as a lot of work that is coming through digital literacy. Right? How do we compete? Because as a country, we must not compete with Kenyans, but we compete with the rest of the world. How is a child in South Africa operating? How is a child in New Zealand operating? Because these are the same children that we want to go to the job market. And that is why the subjects such as pre-technical were coming in. So that the children, wakifika grade 7, wanamaliza science and technology, wanaingia grade 7, wanaanza the pre-technical part of it. First area of learning, they must understand what we call a cyber crime. Mwalimu alikuwa hapa, sivyo? Kitu ya kinaitwa cyber, aelewe ya kuwa cyber crime ni nini. Nikishika hii kitu, nikuja nitumanishe picha ni nini. Nikipiga picha mtoto ya mtu, nitumanishe nje, hiyo picha italeta shida gani? Huyo mtoto wa grade 7 anaelewa hiyo problem. Huyo mtoto wa grade 7 anaelewa partly mambo ya nini? Partly mambo ya nini ya coding. Ndio maana tukakuwa na vitu vitatu. Vitu vitatu nasema namna gani? Number 1, we say assessment as learning. Assessment for learning. Assessment of learning. Nitarudia. Assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Okay. Nitaeleza again. Assessment as learning. Mwanafunzi anapoendelea kusoma, mwalimu anafuatilia, anaangalia huyu mtoto ako na uwezo gani. Ndio tunaenda katika meeting expectation. Ame-meet, kama haja-meet, approaching. Ame-approach, kama haja-approach, below. Kama haja-plan, what are the mechanisms? The mechanism is, learners will bring what we call as peer learning, where a learner can learn very well from another peer. That is why we talk about Vygotsky, ambaye alikuwa anasema social cultural interaction. Umeelewa mwalimu sasa? Okay. Sasa kuna zile vitu ambao unaona na unasema ukweli. Zile vitu ambao sasa mtoto wa grade 7, wa grade 8 anafanya, ambaye form 4 anafanya sasa. Topic kama kwa mfano ni mathematics probability. Iko sasa grade 8, ambaye mtoto wa form 4 ndiye anafaa, hata imekuwa mtihani. Ukikuja ukiangalia topic kama kwa mfano, hii simple topics kama matrices. Simeanza kuintroduce in grade what? Grade 8. The vectors. Simultaneous linear equations. Vectors in grade 10. Yes. Umeelewa sasa? Yes. Lakini kuna partly as you are starting from. Why are we doing that? Because we want our children to think outside the box. And another one thing we call about critical thinking and problem solving. How do you increase that one? By giving them tasks. These tasks ndio maana unakuja unapata kuna mtu mmoja ambaye anaitwa scaffolding. A zone of proximal development. What is a zone of proximal development? This is a zone where mtoto huyu nimempata hajui kitu fulani. So nimtoe hapa, nimvukishe katika hii lengo, aruke huku kwingine. Ndio maana unakuja mtu mmoja alikuwa anaitwa scaffolding. Scaffolding ni kama kwa mfano, ninajenga nyumba. Hii nyumba nikiweka pila, hii pila itasimama kivyake. So lazima ni support. Ikifika mahali fulani kikauka, ndio naendelea kuweka layer. That is what we are doing in education. Sasa usikue na wasiwasi bro. Professors are here. Teachers are here. They're handling that problem. Now, one thing, only one thing before I cut this. Yes. Mwalimu, I don't know whether you're an expert or mwalimu. The process is okay. Yes. But now the problem is, are our teachers capable of teaching coding, those technologies? I want to tell you this. Yes, that is where the problem in is. Every school, Yes. In every school, serikali imeemploy walimu. Yes. 100,000 teachers, isn't it? P1. Sio P1. Nikuulize. Okay. When we came in 2023, remember, hii vitu nakusumuza sana ndugu yangu kidogo tu. 2023 tulipofika, tukatoka katika transition ya Uhuru Kenyatta. CBC ilikuwa imeanza grade 7. Okay. One of the conditions ya kwa mwalimu mwenye anafundisha CBC lazima awe graduate ama diploma holder. With the 2 majors that he has majored in with a C+ and above. Okay. So, tukienda katika primary which was domiciled, the GS and the junior school was domiciled in primary school. Wale walimu wote, most of them are P1. How do we mitigate that problem? Utakuja unapata darasa moja ilikuwa na mwalimu mmoja ambaye ana handle class moja wa serikali.
Ndio maana unakuja unamchukua kwa bunduki, alikuwa analalamika kitu ajui, angetuuliza tungemsaidia. Sasa narudi when Duro's government came in, wakasema kwa the first thing we're going to do is to mitigate the problem. How to mitigate the problem? Employ teachers, competent teachers who are graduates, not PhD. Okay. Competent teachers who are graduates to go to schools. Ukienda kwa hii mashule saizi kuna shida ambayo inatokea katika nini, walimu wa primary na JS. Kwa nini JS wanataka wawe kivyao? Why? They feel that hao ni graduates. Teachers who are handling the primary are P1, including the head teachers. So that is the fraction that is the fracas that is there. Kuonyesha kwa wale walimu wako huko ni competent. Out of these teachers now, unielewe vizuri. Kuna mwalimu alifanya business na computer studies. Business na computer studies ndio napewa pre-technical. Because business and computer studies ndio pre-technical ya sasa. Pre-technical iko na woodwork and metal work. Yes, it is also there. Pole unielewe. So nakusaidia sasa. Sasa wewe unataka nikujibu ama unataka mambo yako? Unajua sasa nataka tu hii bila incompetency. Tukakuja tunasema hivi. Tukarudi. Ambia huyu jamaa kwa arudi. Anyamaze. Hii mambo namuelezea ni ngumu. Hii mambo ni ngumu kwa kimwambia jamaa. Ataanza kusema mambo ya kuku. Hapa tu kuku. Hapa nasema mambo ya fact. Okay. Sasa ndio maana unakuja unapata kwa mashule wale walimu wa JS are graduates and were employed based on subject combination. Subject combination unaangaliwa, wewe unapelekwa either primary, unapelekwa kama which combination? One, I've done mathematics and computer studies. Then you qualify to handle both mathematics and pre-technical. Bro. Okay. So the challenges we are facing now, which I want to agree with all of us, the problem we are facing is not even those sciences. Shida tuko nayo in junior school is creative arts and sports. Why are we having that problem? Manake ilipofika the year 2000, watu wote wakaacha mambo ya music, mambo ya hata nakacho wakachana, wakasema hiyo ya Moi imeisha. So from that time, most of the colleges, apart from the P1s, wale ndio walikuwa na train walimu wa nini? Wa art and craft and what? Creative arts and what? Music. So that is the challenge we are facing. Kwa hivyo, but the rest are okay. Kwa hivyo the pre-technical is having incompetent teachers teaching our kids. And ile ya inaitwa nini? Creative arts. Ndio unasema iko shida sana. Kuelezea hivi, sasa kama unanielewa. Yes. Creative arts nimekuambia, we've had that challenges in most of the schools. Yes. But the schools have been given leeway of breaking some people from out there to come and talk to the children. Talk to them. So wanakuja naongea nao, walimu wanawasaidia na wanakuja naongea nao. By the way, let me ask you a question. Wewe kama ni mwalimu, sawa? Wewe kama ni mwalimu, ukafika form 4, ukaenda college. Tukiangalia katika certificate yako ulipoenda college, ulikuja kufanya music. Sawa? Na music ukapita vizuri. Unaweza kushinda kufundisha mtoto grade 9. High school. University. No, wacha tuende huko.